بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، وصلى الله على عبده ورسوله محمد أفضل الأنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين، اللهم آمين. Leo insha Allahu taala tunaendelea na sehemu yetu ya pili katika darasa letu la masiku 10 bora ya mwaka, ambao ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Katika darasa lililopita tulipata nafasi ya kuzungumzia namna nzuri ambayo Muislamu anatakiwa kuifanya katika kuyapokea masiku haya 10, na tukazungumzia pia ubora wa siku hizi 10, na tukazungumzia ubora wa matendo katika siku hizi 10. Na leo insha Allahu taala tutazungumzia al-a'malu mustahabbatu fi 10 Dhulhijja, matendo yanayopendekezwa kwa Muislamu kuyafanya katika siku 10 hizi za mwezi wa Dhulhijja. Anasema mwandishi katika ukurasa wa 5, anasema min al-a'mali al-mustahabbati fi 10 Dhulhijja, miongoni mwa matendo yanayopendekezwa kufanywa katika siku 10 za Dhulhijja. Akasema idha tabayyana laka akhi almuslimu, itakapobainika kwako ewe ndugu yangu Muislamu, fadlul amali fi 10 Dhulhijja, utakapobainika kwako ndugu yangu Muislamu fadlul amali, ubora wa matendo, fi 10 Dhulhijja, katika siku 10 za Dhulhijja, ala ghairiha, juu ya siku zinginezo, min al-ayami, katika masiku. Itakapobainika kwako ndugu yangu Muislamu fadlul amali fi 10 Dhulhijja, ubora wa matendo katika siku 10 za Dhulhijja, ala ghairiha, juu ya siku zinginezo, min al-ayami, katika masiku yaliyobakia. Wa anna hadhihi al-mawasima, na kwamba hii misimu, hizi nyakati, ni'matun, ni neema, wa fadlun min Allahi, na ni fadla kutoka kwa Allah, ala ibadihi, juu ya waja wake. Wa anna hadhihi al-mawasima, na kwamba hii misimu, ni'matun, ni neema, wa fadlun, na fadhila, min Allahi, kutoka kwa Allah, ala ibadihi, juu ya waja wake. Litakapobainika hilo kwako, wa fursatun adhima, na kwamba hii misimu ni fursa iliyokubwa. Litakapobainika kwako jambo hilo, ewe ndugu yangu Muislamu, litakapobainika kwako ubora wa matendo katika siku hizi 10, na kwamba hii misimu ni neema na fadla kutoka kwa Allah juu ya waja wake, na kwamba misimu hii ni fursa iliyokubwa. Yatakapobainika kwako mambo hayo,
anasema yajibu ihtinamuha, itawajibika kufaidika na haya masimu, na hii misimu. Yajibu ihtinamuha, itawajibika kufaidika na hii misimu, kuitumia vizuri. Idha tabayyana laka kullu hadha, la, anasema fursatun adhima, na fursa iliyokubwa. Yajibu ihtinamuha, fursa iliyokubwa ambayo inawajibika kuitumia, kufaidika nayo. Kisha akasema idha tabayyana laka kullu hadha, yatakapobainika kwako ewe ndugu yangu Muislamu mambo yote haya, fahariyun bik, basi inatakikanwa kwako, antakhussa hadhihi al-ashra, unatakikanwa wewe Muislamu uyahusishe makumi haya. Antakhussa hadhihi al-ashra, uyahusishe makumi haya, bimazidi inayatin wa ihtimam, kwa umuhimu, kwa nyongeza ya umuhimu na kuyajali. Bimazidi inayatin, watakiwa uyahusishe kwa kuongezea umuhimu, inaya ya umuhimu, wa ihtimamin, na kuyajali. Kama ulikuwa unayajali masiku mengine katika masiku ya mwaka, unayapatia umuhimu masiku mengine katika masiku ya mwaka kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi masiku haya yanapokuja unatakiwa uongeze umuhimu huo, na unatakiwa uongeze kuyajali masiku haya. Wa antahrisu ala mujahadati nafsik, na unatakiwa ukupie juu ya kuipambania nafsi yako, kupambana na nafsi yako, kuilazimisha nafsi yako bitaati fiha, katika kufanya taa ndani ya masiku hayo. Wa an tukthira min awjuhi alkhair, na unatakiwa ukithirishe kufanya aina mbalimbali za khairi. Wa anwa'i taat, na aina mbalimbali za taa. Katika nukta hii ya mwisho na ya 4, Sheikh ameanza na utangulizi huu akisema kwamba itakapobainika kwako ubora wa matendo katika siku 10 za Dhulhijja. Ameanza hivi kwa sababu katika nukta iliyopita amezungumzia ubora wa matendo katika masiku haya. Tuko katika ukurasa wa 5, labda mchelewa. Kisha Sheikh akasema faqad kana hadha huwa halu salafi salih, kwa hakika hii ndo ilikuwa hali ya wema waliotangulia. Faqad kana hadha, kwa hakika ilikuwa hii, huwa halu salafi salihi, ndio hali ya wema waliotangulia, fi mithli hadhihi almawasimi, katika mfano wa misimu kama hii. Hii ndio ilikuwa hali ya watu wema waliopita huko nyuma, kuanzia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi alkiram wa man jaa ba'dahum min at-tabi'in, kuanzia kwa Mtume na masahaba wake na wale waliokuja baada ya masahaba katika tabi'in. Hivi ndivyo ilivyokuwa hali yao katika misimu ya kheri. Walikuwa wakipupia, wakipambana nafsi zao katika taa, na wakikithirisha kufanya aina mbalimbali za kheri. Sheikh anasema yaqulu Abu Uthman an-Nahdi, anasema Abu Uthman an-Nahdi Allah mrahamu, anasema kanu, walikuwa, ay as-salaf, anakusudia wema waliotangulia. Kanu yuadhimuna 13, walikuwa wanayatukuza 13 katika mwaka. Kanu yuadhimuna 13, walikuwa wanayatukuza 13. Al-ashra al-akhira min Ramadhana, 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Wal-ashra al-awwala min Dhulhijja, na 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja ambalo lipo mbele yetu. Wal-ashra al-awwala min al-Muharram, na 10 la mwanzo la mwezi wa Muharram. Walikuwa wema waliotangulia wakiyatukuza 10 hayo matatu. Anasema hivyo Abu Uthman an-Nahdi Allah mrahamu.
Kisha Sheikh akasema, wa min al-a'mali allati yustahabbu lilmuslim, na katika matendo ambayo yanapendekezwa kwa Muislamu, yanapendeza kwa Muislamu, an yahrisu alaiha, ayakupie katika kuyafanya, fi hadhihi al-ayyam, katika haya masiku, ma yali, ni yale matendo yanayofuata. Jambo la kwanza anasema adau manasiki alhaji wal umra. Kwanza kabisa jambo ambalo linapendekezwa kwa Muislamu kulifanya katika masiku haya, adau manasiki alhaji wal umra, kutekeleza ibada ya haji na umra, kutekeleza ibada zile za haji na umra. Wa huwa min afdali ma yu'malu fi ashri dhilhijja, na hiyo ibada hiyo, na huko kutekeleza ibada ya haji na umra ni katika bora, min afdali, ni katika bora zaidi, ma, ya kile ambacho yu'malu, kitafanywa, fi ashri dhilhijja, katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Kitu bora zaidi ambacho Muislamu anaweza akifanya katika siku hizi 10 ni kutekeleza ibada ya haji na umra, kwa yule aliyekuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Wa huwa, na huko kutekeleza ibada ya haji na umra, min afdali ma yu'malu fi ashri dhilhijja, ni katika bora ya kile kinachofanywa ndani ya siku 10 hizi za Dhulhijja. Wa man yassara Allahu lahu, na yule ambaye Allah atamfanyia wepesi, hajja baitihi, Allah atamfanyia wepesi kuitembelea nyumba yake. Haji asili yake maana yake ni kutembelea, Wa man yassara Allahu lahu, na yule ambaye Allah atamfanyia wepesi, hajja baitihi, kuitembelea nyumba yake, yani kwenda kuhiji, au adaa al-umra, au Allah akamfanyia wepesi wa kutekeleza umra, ala alwajhi almatlubi, kwa sura inayotakiwa. Wa man yassara Allahu lahu, na yule ambaye Allah atamfanyia wepesi, hajja baitihi, ya kuitembelea nyumba yake kwenda kuhiji, au adaa al-umra, au kwenda kutekeleza umra, ala alwajhi almatlubi, kwa sura inayotakiwa, fajazauhu aljanna, basi huyo malipo yake ni pepo. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa maneno ya Mtume sala na salamu ziwe juu yake, al-umratu ila al-umra, umra moja mpaka umra nyingine itakayofuata, kafaratun lima bainahuma, ni yenye kufuta madhambi yatakayopatikana baina ya umra hizo mbili. Walhajju almabruru, na haji iliyo sahihi, laisa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo isipokuwa pepo. Muttafaqun alayhi, hadithi hiyo imepokewa na Bukhari na Muslim. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-umratu ila al-umra, umra moja mpaka umra nyingine itakayofuata, kafaratun lima bainahuma, umra hiyo moja mpaka umra nyingine ni yenye kufuta madhambi yatakayopatikana baina ya hizo umra mbili. Walhajju almabruru, na haji iliyo sahihi, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo isipokuwa pepo. Kisha Sheikh akasema walhajju almabruru, na haji iliyo sahihi, iliyotimiza, haji ambayo imetimiza vigezo, iliyo sahihi, huwa alladhi yuwafiqu hadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni ile ambayo inaafikiana na muongozo wa Mtume sala na salamu za juu yake. Huwa alladhi yuwafiqu hadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni ile ambayo inaafikiana na muongozo wa Mtume sala na salamu za juu yake. Walam yukhalithu ithmun, na wala haikuchanganyika hiyo haji, haikuchanganyika na dhambi. Walam yukhalithu ithmun, na wala hiyo haji haikuchanganyika na dhambi lolote, kujana kirai dhambi lolote, min riya'in, sawasawa dhambi hilo iwe ni ria, kujionesha, au sum'atin, au sum'a, kutaka kusikika. Kuna tofauti kati ya ria na sum'a. Mara nyingi inapotajwa neno ria inakusudia mtu kujionesha, ikitajwa peke yake inakusudia mtu kujionesha kwa maana aonekane, atajwe, asikike yani. Lakini inapotajwa ria na sum'a kwa pamoja, basi kila moja inachukua maana yake. Kwa ria ina maana ya
kutaka kuonekana, yani watu wakuone kwa macho yao, kutaka kuonekana kwamba unafanya 1 2 3 katika khairi. Na sum'a maana yake ni kusikika, watu hawajakuona lakini wanataka watu wakutaje, usikike, huyu asikie na fulani asikie na fulani asikie kwamba fulani bwana anafanya kadha wa kadha katika khairi. Na zote hizo hazifai. Na sum'a, kutaka kusikika, ni katika aina za riya, kujionyesha. Anasema walam yukhalituhu ithmun, na wala haikuchanganyika hiyo haji na dhambi lolote, min riya'in, sawa ni dhambi la riya, kujionyesha, au sum'atin, au kutaka kusikika, au rafathin, au maneno machafu. Haikuchanganyika na maneno machafu, matusi, kejeli, maneno ya dharau na mfano hayo, au fusuqin, au vitendo vibaya, haukuiba, haukumpiga mtu, haukupora cha mtu, haukuchukua cha mtu bila ruhusa yake, au fusuqin, au vitendo vibaya. Wayakunu mahfufan, na inakuwa haji hiyo imepambwa, bisalihati, na matendo mema, wal khairati, na khairi mbalimbali. Hiyo ndio hajjun mabrur, haji ambayo haikuchanganyika na dhambi lolote, na ikawa haji hiyo imepambwa na matendo ya khairi na matendo yaliyo mema. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Sheikh amelitaja hapa katika mambo ambayo yanapendezwa kwa Muislamu kuyafanya katika siku hizi 10 ni kutekeleza ibada ya haji na umra kwa yule mwenye uwezo wa kufanya hivyo, na yule atakayepata nafasi ya kufanya hivyo. Na atakayefanya hivyo katika sura inayotakiwa, basi huyo hana malipo isipokuwa ni pepo, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili anasema as-siyamu, funga. As-siyamu, funga. Funga ni katika matendo ambayo yanapendezwa kwa Muislamu kuyafanya katika siku hizi 10 za mwezi wa Dhulhijja, japokuwa hakuna hadithi iliyopokelewa kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye Mtume alifunga siku hizi 9, na tunasema 10, tunasema 10 ala al-aghlabiyya, lakini siku zinazofungwa ni 9 kwa sababu siku ya 10 ni siku ya Eid na mtu atakiwa kufunga siku ya Eid. Japokuwa hakuna hadithi iliyopokelewa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alifunga siku zote hizi 9, lakini jambo la kufunga linaingia katika ujumla wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao alisema ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hadithi ambayo tulisoma katika siku ya jana katika darasa lililopita. Kwa kufunga pia inaingia katika ibada njema ambazo zinapendezwa kufanya katika siku hizi. Sheikh anasema wa huwa yadkhulu min jinsi al-a'mali fi jinsi al-a'mali as-salihah, na hiyo funga inaingia katika jinsi ya matendo yaliyo mema. Jinsi maana yake ni kitu ambacho kinafanana, kama watu wanafanana katika jinsi fulani. Wa huwa yadkhulu fi jinsi al-a'mali as-salihah, na hiyo funga inaingia katika jinsi ya matendo yaliyo mema. Bal huwa min afdaliha, bali funga ni katika yale matendo yaliyo bora. Ukiweka yale matendo yaliyo bora, basi funga pia ipo. Wa qad adafahu Allah ila nafsihi, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameiegemeza funga kwa nafsi yake, kwamba funga ni yangu. Wa qad adafahu Allah ila nafsihi, na kwa hakika Allah ameiegemeza funga kwa nafsi yake, li'idhami sha'nihi, kwa ukubwa wa jambo lake, yani kwa uzito wa nafasi yake. Allah ameamua kuiegemeza ibada hii kwa nafsi yake, kwamba ibada hii ni yangu mimi, sio kwamba ibada zingine sio zake Allah, hajaziweka yeye, hapana. Lakini hajasema hivyo kwamba swala ni yangu, haji ni yangu. Amekuja kuyasema hayo kwenye ibada ya funga. Wa uluwi qadrihi, na ukubwa wa nafasi yake, li'idhami sha'nihi, kwa ukubwa wa jambo lake, uzito wake. Wa uluwi qadrihi, na ukubwa wa nafasi yake, kama fi hadithi al-Qudusi, kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudusi, kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudusi. Tutakuja kusoma tofauti kati ya hadithi al-Qudusi na hadithi an-Nabawi huko mbeleni inshallah.
na tofauti yake na Qur'ani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kinywa cha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hilo katika tofauti za hadithi al-Qudsi na hadithi an-Nabawi. Hadithi al-Qudsi inakuwa ni maneno ya Allah, yeye mwenyewe kazungumza moja kwa moja, lakini anayatamka mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwa tofauti zinginezo ambazo zinaelezwa. Anasema kullu amali ibn adam lahu, kila amali anayofanya mwanadamu ni yake yeye, illa sawma, isipokuwa funga. Fa innahu li, hakika hiyo funga ni yangu. Wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye wa kuilipa. Kullu amali ibn adam lahu, kila amali anayofanya mwanadamu ni yake yeye, illa sawma, isipokuwa funga. Fa innahu li, hakika hiyo funga ni yangu. Wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye wa kuilipa, na mimi ndiye ninayelipa hiyo funga. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Kisha akasema waqad khassa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amehusisha, na kwa hakika amehusisha mtume sala na salam ziwe juu yake, siyama yaumi arafa, amehusisha funga ya siku ya Arafa. Siku hizi zote 10, siku zote 9 unaruhusiwa kufunga, lakini kuna siku maalum ameweka umaalum, amehusisha mtume sallallahu alaihi wasallam funga ya siku ya Arafa. Bimazidi inayatin, amehusisha kwamba inatakiwa iongezewe umuhimu na kujaliwa funga ya siku ya Arafa. Hizi siku zote utafunga, lakini unapofika funga ya siku ya Arafa, tuzidu al-inayata bihi, unaongeza kuijali ile funga ya siku hiyo. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah, an yukaffira sanata allati qablahu, funga hiyo itafuta madhambi ya mwaka uliopita, wallati ba'dahu, na mwaka ujao, na mwaka wa baada yake. Siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, ninataraji mimi kwa Allah, an yukaffira sanata allati qablahu, funga hiyo itafuta madhambi ya mwaka wa kabla yake, wallati ba'dahu, na mwaka wa baada yake. Rawahu Muslim, amepokea al-Imam Muslim. Kwa maana mfano mwaka huu 1447 Hijiria, atakayefunga funga ya Arafa ya mwaka huu atasamehewa madhambi ya mwaka wa kabla ya mwaka huu, mwaka 1446 Hijiria, mwaka uliopita. Wallati ba'dahu, na mwaka baada yake. Maana yake ni mwaka 1448. Alafu mwaka huu sasa ambao niko unasamehewa na funga gani? Mwaka huu utasamehewa na funga ya siku ya Ashura, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siyamu Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, itafuta madhambi ya mwaka uliopita. Na Ashura inakuwa katika mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kwa kishaingia mfano mwaka 1448 kwa katika mwezi wa Muharram, atakayefunga funga ya Ashura atasamehewa madhambi ya mwaka uliopita, ambao ndio huu sasa hivi, ambao haukusamehewa katika funga ya Arafa ya mwaka huu. Haya, wa alayhi, na juu ya hilo, fayusannu lilmuslimi, wa alayhi, na juu ya hilo, yani pamoja na hilo la kutilia umuhimu, kuongezea umuhimu katika funga ya siku ya Arafa, fayusannu lilmuslim, inasuniwa, ni sunna kwa Muislamu, an yasuma 9 Dhulhijja, ni sunna kwa Muislamu kufunga siku 9 za Dhulhijja. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sala na salamu za juu yake, hatha ala al-amali salih fiha, amehimiza kufanya matendo mema ndani ya siku hizo. Hatha yahuthu, hatha ala al-amali fiha, ala al-amali salih fiha, amehimiza kufanya matendo mema ndani ya siku hizo. Wasiyamu min afdalil a'mali, na funga ni katika matendo yaliyo bora. Waqad dhahaba al-Imam an-Nawawi,
na kwa hakika amechukua msimamo al-Imamu an-Nawawi ila istihbabi siyamiha, amechukua msimamo wa kupendeza kuyafunga masiku haya, istihbaban shadidan, kupendeza kuliko kubwa, yani ni sunna. Istihbab kwa maana ya sunna. Waqad dhahaba al-Imamu an-Nawawi, na kwa hakika amechukua msimamo al-Imamu an-Nawawi ila istihbabi siyamiha, juu ya usunna wa kufunga siku hizi 9, istihbaban shadidan, sunna iliyo kubwa, yani iliyo na mkazo. Kwa Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi, yeye anaona kwamba ni mustahab istihbaban shadidan kufunga hizi siku 9 za Dhulhijja, kwa yule mwenye uwezo kufanya hivyo. Ibada nyingine anasema Sheikh, as-salatu, swala, wa hiya min ajalli al-a'mali wa a'dhamiha, na swala ni katika matendo yaliyo makubwa, ni katika matendo yaliyo makubwa, wa a'dhamiha, na bora ya matendo hayo. Ajalli na a'dham maana yake ni moja. Wa hiya min ajalli al-a'mali, na swala ni katika matendo yaliyo makubwa, wa a'dhamiha, na makubwa zaidi, wa akthariha fadlan, na ni kama matendo yaliyo na fadhila nyingi, wa akthariha fadlan, na ni katika matendo yaliyo na fadhila nyingi. Walihadha yajibu ala almuslimi, na kwa hili na kwa sababu ya hili inawajibika kwa Muislamu almuhafadhatu alaiha, kuchunga hizi swala, kuzihifadhi hizi swala, fi awqatiha, katika nyakati zake, akaziswali, akazichunga, akazihifadhi, akawa anazitekeleza ndani nyakati zake. Ma'al jamaa, pamoja na jamaa kwa wanaume. Wa an yukthira minan nawafili, na akithirishe kuleta ibada za sunna, akithirisha kuleta ibada za sunna, fi hadhihi al-ayami, yani swala za sunna, fi hadhihi al-ayami, katika siku hizi. Fa innaha min afdali al-qurbati, kwa hakika hizo swala za sunna au ibada za sunna kwa ujumla wake ni katika qurba zilizo bora, ni katika matendo yanayojikurubisha kwa Allah yaliyo bora. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fima, katika kile ambacho yaruihi an rabbihi, anakipokea Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wake. Hii hadithi pia ni hadithu al-qudusi, ni al-hadithu al-qudusi, maneno yake yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti na al-hadithu an-nabawi, Mtume anapewa maana alafu anazungumza kwa namna yeye anavyoona, yanapewa maana tu kwamba zungumzia jambo hili hivi na hivi na hivi, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza. Ama al-hadithu al-qudusi, maneno anapewa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sema hivi hivi hivi, sio mafuhumu hapo ufahamu, anapewa maneno moja kwa moja. Kwa anasema waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake, fima yarwihi an rabbih, katika yale ambaye anayapokea kutoka kwa Mola wake. Wama yazalu abdi, anasema Allah sasa, Allah ndiye anayesema kupitia kinywa cha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wama yazalu abdi, na wala hatoacha mja wangu, yataqarrabu ilayya bin nawafili, hatoacha mja wangu kujikurubisha kwangu kwa kufanya ibada za sunna. Kwa ibada za sunna ni katika ibada ambazo mtu anajiweka karibu kwazo na Mola wake, anajiweka karibu na kwa Mola wake kupitia ibada hizo. Wama yazalu abdi, na wala hatoacha mja wangu, yataqarrabu ilayya, anajikurubisha kwangu, bin nawafili, kwa kufanya ibada za sunna, hatta uhibbahu, mpaka mimi nitampenda. Hatoacha kufanya hivyo mpaka mimi nimpende. Maana yake mja wangu ataendelea kujikurubisha kwangu kwa ibada za sunna mpaka mimi nitampenda. Kwa anayetaka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kufanya zile faradhi, ukatoa zaka, fanya sunna yake, toa sadaka. Ukafanya faradhi ya haji, fanya sunna yake, umra. Ukafanya faradhi ya sala, fanya sunna yake, swala za sunna. Sababu kufanya hivyo ni sababu ya kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utakuwa unajiweka karibu na Mola wako. Rawahu al-Imam al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ibada nyingine anasema Sheikh, at-takbiru wat-tahmidu wat-tahlilu wadh-dhikru. At-takbiru, kuleta takbira, kusema Allahu akbar.
ni katika ibada ambazo zinapendezwa kufanya katika masiku haya. Watahmid, na kumsifu Allah kwa kusema alhamdulillah. Watahlilu, na kuleta tahlil, kusema la ilaha illa Allah. Wadhikru, na kuleta dhikri kwa ujumla wake, ikiwemo kusoma Qur'an, kuomba dua, fanya adhkar asubuhi na jioni na dua mbalimbali. Kwa atakbiru, kuleta takbira, kusema Allahu akbar, takbira zile ambazo tunazifahamu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ima usema Allahu akbar mara mbili, na ndio asahu zaidi, na ndio sahihi zaidi, au useme mara tatu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kwa kuleta takbira wa tahmid, na kumhimidi Allah kusema alhamdulillah, alhamdulillah. Wa tahlil, na kuleta tahlil kusema la ilaha illa Allah. Pia vile wa tasbih, na kuleta tasbih, subhanallah, subhanallah. Wa dhikru, na dhikri zinginezo. Hayo ni katika matendo ambayo yanapendezwa kufanywa ndani ya siku hizi 10. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika amesema Mtume sala na salamu za juu yake, ma min ayamin, hakuna masiku ambayo a'dhamu inda Allah, ni matukufu zaidi mbele ya Allah, wala ahabbu ilayhi, na wala yanapendeza zaidi kwake, fihinna al-amalu, kufanya matendo ndani ya siku hizo, min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko siku hizi 10. Ma min ayamin, hakuna masiku ambayo a'dhamu inda Allah, ni matukufu zaidi mbele ya Allah, wala ahabbu ilayhi fihinna al-amal, yani wala ahabbu ilayhi al-amal fihinna, na wala hakuna masiku ambayo yanapendeza zaidi matendo ndani ya siku hayo, ndani ya siku hizo, min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko siku hizi 10. Fa akthiru fihinna, Mtume sallallahu akasema, fa akthiru, basi kithirisheni, leteni kwa wingi, fihinna, ndani ya siku hizo, min at-tahlili, ay fa akthiru fihinna at-tahlila. Hiyo mimi inakuwa ni zaida, haya. Fa akthiru fihinna, basi kithirisheni ndani ya siku hizo, min at-tahlili, kuleta tahlili, kusema la ilaha illa Allah, wa takbiri, na kuleta takbira, Allahu akbar, wa tahmidi, na kuleta tahmid kwa kusema alhamdulillah, alhamdulillah. Rawahu Ahmad. Sheikh anasema wa kana ibn Umar, na alikuwa Abdullah ibn Umar, wa Abu Huraira, na Abu Huraira radhiyallahu anhuma, Allah waridhie wao wawili, yakhrujani ila suqi, walikuwa wanatoka wakielekea masokoni na sehemu za mikusanyiko ya watu, fi ayami al-ashri, katika masiku haya 10, fayukabbirani, kisha wanaleta takbira. Walikuwa wanatoka wanakwenda katika sehemu za masoko na mikusanyiko ya watu, fayukabbirani, wanaleta takbira, wayukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu na wao wanaleta takbira kupitia takbira za Abdullah bin Umar na Abu Huraira. Kwa walikuwa wakiwasikia wale wakileta takbira, na wao wanaleta takbira. Sio kwamba wale wanaanza kusema afa wanaitikia, hapana. Kila mtu anasema kwa masafa yake, huyo anayekuwa mwisho, mwingine anaanza, mwingine kadha. Lakini wakiwasikia wale wanaleta takbira, na wao pia wanaleta takbira. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa shaka anasema yakhrujani ila suq, walikuwa wanatoka kwenda sokoni, fi ayami al-ashr, katika masiku haya 10, fayukabbirani, kisha wanaleta takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu wanaleta takbira kupitia takbira za hao wawili. Wa kana Umar ibn al-Khattab, na alikuwa Umar ibn al-Khattab, mwanzo tumesema mtoto wake alikuwa yeye na Abu Huraira, sasa hivi baba mtu sasa. Wa kana Umar ibn al-Khattab, na alikuwa Umar ibn al-Khattab, yukabbiru fi qubbatihi, analeta takbira katika kubba yake, katika lile hema lake, bimina, liliopo pale Mina, katika viwanja vya haji vinatekelezwa baada ya haji, Mina. Kwa alikuwa analeta takbira Umar fi qubbati, katika sehemu yake iliyoandaliwa, ile kubba yake, hema lake, bimina, pale sehemu ya Mina. Fayasma'uhu ahlul masjidi, wakawa watu wa msikitini wanamsikia Umar akileta takbira. Fayukabbiruna, kisha watu na wao wanaleta takbira.
Wayukabbiru ahlu aswaqi, na watu wa masokoni na sehemu za mikusanyiko na wao pia wanaleta takbira. Hatta tartajja Mina takbira, mpaka ile Mina yote inarindima takbira, watu wanamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wakana ibn Umar wakana Umar ibn al-Khattab, na alikuwa Umar ibn al-Khattab yukabbiru fi qubbatihi bimina, analeta takbira katika kubba lake pale Mina, katika hema lake pale Mina. Fayasma'uhu ahlu al-masjid, wakawa wanamsikia watu wa msikitini, wakimsikia fayukabbiruna, na wao watu wa msikitini wanaleta takbira kwa kumsikia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wayukabbiru ahlu al-aswaqi, na watu wa masokoni na wao pia wanaleta takbira. Hatta tartajja Mina takbira, mpaka ile Mina yote ile inarindima takbira, sauti zinakuwa juu kote, unasikia watu wanaleta takbira huku na kule. Wakana ibn Umar, na alikuwa ibn Umar yukabbiru bimina tilka al-ayyam, alikuwa analeta takbira Mina katika masiku hayo. Pale Mina ni eneo ambalo watu mahujaji wanakuwepo pale kwa muda wa siku kadhaa hata kutekeleza ibada yao ya haji. Kwa yukabbiru bimina tilka al-ayyam, alikuwa analeta takbira pale Mina katika siku hizo. Wa khalfa as-salawati, na kila baada ya swala, yani khalfa as-salati, nyuma ya swala, maana yake kila baada ya swala. Wa ala firashihi, na alikuwa analeta takbira hata akiwa katika sehemu yake ya kulala. Mtaita godoro haya, godoro, nataka katika mattress yake pia alikuwa anasema analeta takbira, godoro au sehemu ya kulala. Haya, wa ala firashihi, na juu ya sehemu yake ya kulala, ni sehemu yake ya kupumzika, alikuwa akikaa pale pia analeta takbira. Wa fi fustatihi, na katika mkeka wake. Wa majlisi, na sehemu yake anayokaa. Wa mamshahu, na kutembea kwake. Tilka al-ayyama jami'an, masiku hayo yote hayo alikuwa analeta takbira. Kisha akasema wa yustahabbu lilmuslimi, na inapendekezwa kwa Muislamu an yajhara bitakbiri fi hadhihi al-ayyami, adhihirishe takbira katika masiku haya, yani toa takbira kwa sauti, lakini kwa wanaume. Wa an yarfa sautahu bihi, na ainue sauti yake, ainyanyue sauti yake kwa hizo takbira. Wa alayhi an yahdhara min at-takbir al-jama'i, na anatakikana Muislamu, na ni juu yake Muislamu kutahadhari na zile takbira za kikundi, atahadhari na takbira za vikundi. Yani watu wanakuwa nakaa kikundi, kisha wanaleta takbira kwa pamoja, wanafuatishana, au mmoja anasema Allahu akbar, kisha wengine wanaitikia huko nyuma Allahu akbar. Anasema Muislamu atakuwa atahadhari jambo hilo, kila mmoja alete takbira kivyake. Wewe ukiwa unaanza, mwenzio anamaliza, wewe unamaliza, mwenzio anaanza. Kwa anasema ayarfa sautahu bihi, na anyanyue sauti yake kwa kuleta hizo takbira. Wa alayhi, na juu yake an yahdhara min at-takbir al-jama'i, atahadhari na zile takbira za kimakundi, mmoja yuko mbele anasema, huku nyuma watu wanaitikia takbira. Kwa nini Muislamu aliacha jambo hilo na atahadhari asifanye hivyo? Anasema li'annahu lam yunqal 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hiyo sura hiyo ya mtu mmoja kuleta wengine wakaitikia kwa kundi halikupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu hakufanya hivyo. Sio kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatoa takbira alafu huko nyuma watu wanaitikia Allahu akbar, kina Bakari na Umar wanaitikia Allahu akbar. Hapana, hakufanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali alimwacha kila mtu alete takbira kivyake. Kuli annahu lam yunqal 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hilo halikupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala 'an ahadin min as-salaf, wala halikupokelewa kutoka kwa yoyote katika wema waliopita, yani masahaba na wale waliokuja baada yao. Wasunnatu, na mafundisho yaliyotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasunnatu, na mafundisho yaliyotoka kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. An yukabbira kullu wahidin bimufradihi, ni kila mmoja alete takbira kivyake.
Sawa eh? Kwa hiyo takbira ni katika ibada ambazo zinapendekezwa kwa Muislamu kufanya katika masiku haya 10, na mtu asichague sehemu ya kufanya madamu ni sehemu nzuri, sio katika takbira chooni au sehemu zinginezo. Sehemu ni nzuri, basi lete takbira ukiwa unatembea, ukiwa dukani kwako, ukiwa msikitini, kwa sehemu yote unaruhusiwa kuleta takbira, kama alivyokuwa anafanya Ibn Umar. Anasema yukabbiru bimina tilka al-ayyam wa khalfa as-salawat, na alikuwa anata takbira kila baada ya swala, wa ala firashihi, na akiwa katika kitanda chake, sehemu yake ya kulala, wa fi fustatihi, na akiwa katika sehemu yake ya makazi, yani hema lake, wa majlisihi, na akiwa katika sehemu yake ya kukaa, katika majlisi yake ambayo anakaa, wa mamshahu, yani akiwa katika kikao chake, sehemu yake ya kukaa, wa mamshahu, na katika sehemu zake anazotembea. Tilka al-ayyama jami'an, katika siku hizo zote alikuwa analeta takbira. Ibada nyingine shaka anasema as-sadaqatu, sadaka. As-sadaqatu, sadaka, wa hiya min jumlati al-a'mali as-salihah, na sadaka ni katika jumla ya matendo yaliyo mema, ni katika ule ujumla wa matendo yaliyo mema, allati yustahabbu lilmuslimi al-iktharu minha, ambayo yanapendekezwa kwa Muislamu kukithirisha kuyafanya, kutoa sadaka kwa wingi katika siku hizi. Allati, ambazo, yustahabbu lilmuslimi, yanapendekezwa kwa Muislamu, al-iktharu minha, kukithirisha kuyaleta, fi hadhihi al-ayami, katika siku hizi. Wa qad hatha Allahu alaiha, na Allah amehimiza juu ya jambo la sadaka. Wa qad hatha Allahu alaiha, na Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza juu ya jambo la sadaka. Faqala ta'ala, akasema Allah hali ya kuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, anfiqu mimma razaqnakum, toeni katika vile ambavyo tumewaruzuku. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, anfiqu mimma razaqnakum, toeni katika vile ambavyo tumewaruzuku, min qabli an ya'tiya yawmun, kabla haijaja siku ambayo, min qabli, kabla, an ya'tiya yawmun, haijaja siku ambayo, la bay'un fihi, hakutokuwa na biashara katika siku hiyo. Toeni sadaka zenu mapema, toeni zaka zenu mapema, kabla haijafika siku ambayo, la bay'un fihi, hakuna biashara katika siku hiyo. Wala khullatun, wala urafiki, hakutokuwa na urafiki siku hiyo. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Siku hiyo kila mtu atamkimbia baba yake, atamkimbia mama yake, atamkimbia mtoto wake, atamkimbia mumewe au mkewe. Hakuna atakayekuwa anahitaji support ya mtu yote siku hiyo, wala kutaka kumsaidia mtu. Kila mtu atajiangalia yeye kama yeye. Kwa Allah anasema anfiqu mimma razaqnakum, toeni katika vile ambavyo tumekupatieni, tumekuruzukuni, min qabli, kabla, an ya'tiya yawmun, haijaja siku ambayo, la bay'un fihi, hakuna biashara. Ba'a yabi'u, ameuza nauza. La bay'un fihi, hakuna biashara katika siku hiyo. Wala khullatun, wala urafiki. Mimi bana rafiki yangu huyu, wacha nimshike mkono siku hiyo, hakuna. Kila mtu atajiangalia mwenyewe. Wala shafa'atun, wala uombezi, hakuna atakayetamani kumuombea mwenzie. Wal kafiruna humudh dhalimun, na waliokufuru wao ndio wenye kudhulumu, ndio madhalim. Wal kafiruna humudh dhalimun, na makafir ndio waliodhulumu, ndio madhalim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amesema Mtume sala na salamu za juu yake, ma naqasat sadaqatun min malin, ma naqasat sadaqatun min malin, sadaka haijapunguza chochote katika mali. Sadaka haipunguzi chochote katika mali. Ma naqasat, haijapatapo kutokea sadaka kupunguza chochote katika mali. Kwa sadaka yako unayotoa haipunguzi sehemu yote katika mali yako, bali inakuongezea ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la mwisho Sheikh kulitaja katika ibada ambayo tunakamilisha nalo darasa letu la leo na vikao vyetu hivi, Sheikh anasema
sairul a'mali salihah, na matendo mengine yaliyobakia katika matendo yaliyo mema. Sairu yaliyobakia al-a'mali, katika matendo as-salihah, mema. Ametaja matendo moja moja katika zile ibada kubwa, swala, funga, takbir, tahlil, sadaqa, ametaja. Kisha baada ya hapo anasema wasairul a'mali salihah, na matendo mengine yaliyobakia. Anasema wa bil idafati ila ma dhukir, na kwa kuongezea katika yale yaliyotajwa. Chukueni hizi sentensi za Kiarabu wala mnasoma lugha ya Kiarabu. Wa bil idafati ila ma dhukir, na kwa kuongezea katika yale yaliyotajwa. Fahunaka a'malun ukhra, kuna matendo mengineyo, yustahabu liktharu minha, ni sunna kukithirisha, imependekezwa kukithirisha kuyafanya matendo hayo. Fi hadhihi al-ayami, katika siku hizi. Nadhkuru minha ala wajhi at-tadhkir, tunataja katika hayo kwa sura tu ya kukumbusha, lakini yanajulikana matendo mema, yanajulikana ni mengi. Anasema nadhkuru minha, tunataja katika hayo, ala wajhi at-tadhkiri, kwa sura tu ya kukumbusha, lakini sio kwamba tutakayoyataja hapa ndio yote katika matendo mema. Hapana, sisi tunakumbusha tu baadhi yake. Anasema mayali yale yanayofuata, akasema qira'atul Qur'ani wa ta'allumuhu, kuisoma Qur'ani na kuifundisha, na kujifundisha. Sawa, eh? Ta'allama yata'allamu ta'alluman, amejifundisha, na allama yuallimu ta'liman, amefundisha. Kwa Sheikh anasema qira'atul Qur'ani wa ta'allumuhu, angeongezea wa ta'limuhu, kwa sawa zaidi. Kwa unaweza kuongezea wewe kwenye kitabu chako kaandika wa ta'allumuhu wa ta'limuhu, kuisoma Qur'ani na kujifundisha na kuifundisha. Yani wewe kujifunza, na kama unajua basi ukamfundisha mwingine. Ni katika matendo yaliyo mema ambayo yanapatikana kukithirishwa kufanya ndani ya siku hizi. Wal istighfaru, na kuleta istighfar. Wa birrul walidaini, na kuwatendea wema wazazi wawili. Wasilatul arhami wal aqaribi, na kuunga udugu na watu wa karibu. Al arham, wala mbona udugu nao wale. Wal aqarib, na watu wako wa karibu, kuunga udugu wao. Wasilatul arhami, na kuunga udugu. Wal aqaribi, na kuunga watu wa karibu, kuwaunga. Wa ifsha'u salami, na kutoa salamu. Afsha yufshi, maana kama eneza, kwa kutoa salamu, kueneza salamu. Wa ifsha'u salami, na kutoa salamu. Wa it'amu at'ami, na kulisha chakula, kwa maana kutoa sadaka ya chakula. Wa it'amu at'ami, na kulisha chakula. Wal islahu baina an-nas, na kusuluhisha baina ya watu wamegombana, wakaenda wakasuluhisha, na katika matendo mema. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, na kuamrisha mema na kukataza maovu, pia ni katika matendo mema. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, na kuamrisha mema na kukataza maovu. Wa hifdhul lisani wal farj, na kuhifadhi ulimi na tupu. Wa hifdhul lisani wal farj, na kuhifadhi ulimi na tupu. Na hivi ni katika vitu viwili ambavyo vinawaingiza watu wengi motoni, wal iyadhu billah. Wal ihsanu ila aljirani, na kuwafanyia wema majirani. Wal ihsanu ila aljirani, na kuwafanyia wema majirani. Wa ikramu dhaifi, kama kuna ibada sababu ziko nyingi, kama kuna jambo utakuwa nimeliruka nimelisahau, mtanikumbusha. Wa ikramu dhaifi, na kuwakirimu na kumkirimu mgeni au kuwakirimu wageni, tutategemea akija mmoja mkirimu, wakija wengi wakirimu. Wa ikramu dhaifi, na kumkirimu mgeni. Wal infaqu fi sabilillah, na kutoa katika njia ya Allah, katika jambo lolote la khairi wewe ukatoa katika jambo hilo, ukatoa katika njia ya Allah. Wa imatatul adha anit tariq, na kuondosha maudhi njiani.
Umekuta kuna gogo barabarani, gogo limekaa, watu wameshindwa kupita na magari yao, tunashindwa kupita na vipando vyetu, ukaenda ukatoa gogo kwa niaba yetu ili tupate kupita vizuri. Umetoa kitu ambacho kinatuudhi sisi katika njia yetu. Umekuta kinyesi, watu wakipita pale wanaudhika nacho, wanakitoa. Umekuta miba, umekuta kadha, umekuta kuna maji mengi yamekaa barabarani, ukayatoa yale maji, ima kwa kuyamwaga sehemu nyingine au ukaweka kifusi. Yote inaingia katika imatatul adha, kuondoa kile ambacho kinaudhi, kinaleta maudhi ani tariqi, njiani. Wanafaqatu ala zawjati wal iyali, na kutoa matumizi kwa mke na familia. Kutoa matumizi mahitaji yao, kula kwao, kuvaa kwao, matibabu yao na mengineyo. Wanafaqatu ala zawjati wal iyali, na kutoa matumizi kwa mke na familia kwa ujumla. Wa kafalatul aitami, na kuwalea mayatima. Wa kafalatul aitami, na kuwalea mayatima. Aitam ni jamu ya neno yatim. Wa ziyaratul marda, na kuwazuru wagonjwa. Almarda jamu marid. Wa ziyaratul marda, na kuwazuru wagonjwa. Na hii ni katika ibada kubwa ambazo zimesahaulika leo hii. Mtu haendi hospitalini mpaka awe na mgonjwa wake anayemjua. Katika mambo ambayo watu wanatakiwa kuyapupia ni kuwa na desturi ya kuwatembelea wagonjwa. Hilo linakukumbusha wewe juu ya neema ya afya ulionayo. Na kwa hakika katika mawaidha makubwa kwa mtu ni kuona hali ya udhaifu iliyomkuta mwenzie, hali ya udhaifu iliyomkuta mwenzie. Kwa hapa sio wagonjwa tu, mtu yeyote ambaye amekutwa na hali ya udhaifu, kwenda kumtembelea inakukumbusha wewe neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ukamilifu ambaye ameiweka kwako wewe. Mfano wake wagonjwa, mfano wake wafungwa, mfano wake wazee ambao wamepitukia katika uzee. Kama mtu anashindwa kutembea, kwenda kuwazuru na kuangalia watu hao inakukumbusha juu ya neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Kwa kama kuna nafasi kwenda kuwatembelea wafungwa, watembelee, upate kujifunza kutoka kwao, upate kuona namna gani wewe ulivyo na nafasi ya kufanya mambo yako kadha wa kadha. Hakija kukuta kile ambacho kimewakuta wao. Wagonjwa pia na wengineo, katika watu ambao wamepata udhaifu kwenye hali fulani. Sheikh akasema wa qada'u hawaij an-nas, qada'u hawaij an-nas, na tuseme nini, kulipia zile haja za watu. Wa qada'u hawaij al-ikhwan, na kukidhi zile haja za ndugu marafiki, na kukidhi haja zao zile. Mtu ana shida fulani, ukamkidhia haja yake, ukamlipia, ukakava ile sehemu yake. Wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, na kumswalia mtume sala na salamu za juu yake. Katika ibada zilizo kubwa, kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zenye maajabu sana na zenye athari za ajabu kwa mtu. Wa adamu idha'il muslimin, na kuto kuwaudhi Waislamu. Kuwaudhi ni makosa, kuto kuwaudhi ni sawa. Kwa adamu idha'il muslimin, na kuto kuwaudhi Waislamu kwa jambo lolote ambalo litapelekea maudhi, usilifanye. Warifqu birra'iyya, na kuwafanyia upole raia. Hii nukta ambayo inawahusu wenye utawala. Baba awafanyie upole watu wake katika nyumba. Mwenyekiti sijui mjumbe wa serikali za mtaa awafanyie upole watu wake. Hivyo hivyo mkuu wa wilaya, wa mkoa, rais wa nchi. Arifqu birra'iyya, kuwafanyia upole raia. Wasilatu asdiqai alwalidaini, na kuwaunga wale marafiki wa wazazi wawili, kuunga nao ule udugu na ujamaa. Al-aqarib hawa watu wa karibu, japokuwa karaba yao sio ya nasab, lakini karaba yao ni yasidq ma'a walidayk, yani ukaribu wao ni ule urafiki pamoja na wazazi wao. Kwa wasilatu asdiqai alwalidaini, na kuwaunga wale marafiki wa wazazi wako.
sawa sawa mzazi wako yuko hai au amekufa, na inakuwa aula zaidi ikiwa mzazi wako amefariki. Kwa baba yako alikuwa na rafiki yake, sio mjomba yako, sio baba yako mdogo, wala hamna udugu wote kinasaba, lakini alikuwa rafiki yake. Wewe pia mchukulie kama baba yako. Mama yako alikuwa na rafiki yake, shosti yake, shoga yake, amefariki, mfanye yule kama mama yako. Endeleza kile ambacho mama yako alikuwa anakifanya. Kama yule alikuwa akipata shida zake anakimbilia kwa mama yako, sasa hilo jambo libebe wewe. Hiyo ni katika kuwaunga wale marafiki wa wazazi wawili. Wadu'a lilikhwani bidhahri alghaibi, na kuwaombea ndugu. Ametaja ndugu, lakini wanaingia marafiki na wengineo. Wadu'a lilikhwani, na kuombea mazuri. Ikija lam kwa maana ya ikhwan, ikija lam ni kwa maana ya maombi mazuri, ikija ala ni kwa maana ya maombi mabaya. Kwa shaka angesema wadu'a ala al-ikhwan, maana yake kuombea mabaya. Haya, wadu'a lil-ikhwani, na kuombea mazuri ndugu. Bidhahri al-ghaibi, nyuma ya mgongo. Iko ndio Kiswahili ambacho kinaeleweka, nyuma ya mgongo, yani kwa lugha fupi, pasi na kujua. Bidhahri al-ghaibi. Wadu'a lil-ikhwan, na kuombea mazuri ndugu. Kama ombea mtu Allah mpatie khairi, Allah mfungulie katika riziki, Allah muondolee mtihani fulani, basi naye kujua, ukamwombea tu dua bidhahri al-ghaib. Na hili ni katika mambo ambayo watu wengi wanayaacha, lakini ni katika sababu kubwa sana za kuleta mapenzi. Wanasema wanazuoni, ikiwa wewe una mtu anakuchukia, kwa sababu zake tu binafsi zisizokuwa na maana, kavurugwa na maisha huko, au kapelekwa taarifa ambazo sio sahihi, akawa mtu anakuchukia tu, ukitaka kuondoa chuki yake kwako, muombe dua. Na hili limethibitishwa na kathir min al-ulama wal ubad as-salihin. Ukitaka mtu awe na mapenzi juu yako, muombe dua. Kuwa na desturi ya kumwombea dua. Na hata wale marafiki ambao unawakuta wewe watu wameshibana katika urafiki, basi waulize sababu ya kushibana kwao. Utakuta hawa watu wawili wanaombeana dua pasi na mtu mwingine kujua. Yani huyo hajui kama mwenzake amwombea dua. Akikaa na watu wengine, fulani bwana amesafiri, bwana yuko China, Allah mfanyie pesa rafiki yangu, amwombea dua pasi na rafiki yake kujua kama anaomba dua na rafiki yake. Matokeo yake leo rafiki kula kikaa kule, bwana nikuletee zawadi gani? Mapenzi yanaongezeka. Katika kutengeneza mapenzi ni kuombeana dua nyuma ya mgongo, pasi na mtu kujua. Sheikh anasema wa adaul amanati, na kutekeleza amana. Tunasema kutekeleza kwa maana pana. Kwa kama kuitekeleza amana ni kuihifadhi, basi ihifadhi amana. Kama kuitekeleza huko ni kwa kwenda kuifikisha sehemu husika ambayo umeambiwa ifikishe. Kwa adau amanati, na kuzifikisha zile amana, kuzihifadhi amana, kuzitekeleza amana. Wal wafa'u bil ahdi, na kutekeleza ahadi. Wal wafa'u bil ahdi, na kutekeleza ahadi. Katika sifa za watu wema. Wal birru bil khalati wal khali, na kuwafanyia wema al khala wal khali. Tumesoma sisi kwenye lugha ya Kiarabu, khala ni nani na khali ni nani. Wal birru bil khalati wal khali, na kumfanyia wema khala na khali, shangazi na nini. Nasema khali ni ndugu yake, ndugu wa kike wa baba, shangazi, na khal ni ndugu wa kiume wa mama, mjomba. Haya, wal birru bil khalati wal khali, na kumfanyia wema shangazi na mjomba. Wa ighathatul malhufi, ambao hawa wanaingia katika nukta kule juu, kuunga udugu. Wa ighathatul malhufi, na kumsaidia aliyekumbwa na majanga. Tunasema hivyo, aliyekumbwa na majanga ili maana iwe ni jumla, anayeomba msaada, anahitaji kusaidiwa,
kumsaidia, ighathatul malhuf. Wa ghadul basari, na kuinamisha macho. Tunasema kuinamisha, lakini ghadha ya ghudhu maana yake amefunga. Haya, tunasema hivyo kwa sababu ukifunga macho utatembeaje sasa? Kuinamisha macho yako, kwa kinaya yake, yani kinaya yake ni kuinamisha macho chini. Ghadha ya ghudhu, kama alivyosema mshairi, ghudda tarafa فغض الطرف إنك من غض الطرف فإنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. akimtukana mwenzie akamwambia ghudda tarafa fa innaka min numairi, funga macho yako bwana, kwa unatokana kijichui kidogo. Fala ka'ban balaghta wala kilaba. Haya, wa ghaddu albasari, na kuinamisha macho, an maharimillahi, kutokana aliyoharamisha Allah. Kuinamisha macho yako, usitizame yale ambayo Allah ameharamisha. Ndio kufunga macho. Wakati mwingine utafumba, wakati mwingine utainamisha, wakati mwingine utapeleka macho pembeni, itakuwa na maana pana. Wa isbaghul wudu'i, na kufanya vizuri udhu, na kufanya uzuri udhu. Ukitawadha utawadha vizuri kama ambavyo sheria imekutaka. Wa du'a baina al-adhan wal-iqama, na kuomba dua baina ya adhana na iqama. Kama yadhiniwa wakati unasubiri iqama, kuomba dua kamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika matendo yaliyo mema ambayo yanapaswa kukithirishwa ndani ya siku hizi. Wa qira'atu suratul kahf yawm al-jum'a, na kusoma suratul kahf siku ya Ijumaa. Wa dhahabu ila al-masajidi, na kwenda msikitini naume, sababu wanawake wanaswali nyumbani. Wal muhafadhatu ala salati al-jamaa, na kuichunga ile swala ya jamaa, kuihifadhi swala ya jamaa. Wal muhafadhatu ala salawati fi awqatiha, na kuchunga swala, kuziswali ndani ya nyakati zake. Wal muhafadhatu ala salawati fi awqatiha, na kuzihifadhi swala, kuzichunga swala ndani ya nyakati zake. Wa dhikrullahi aqiba as-salawat, na kumtaja Allah baada ya swala. Wa dhikrullahi aqiba as-salawat, na kumtaja Allah baada ya swala. Wal hirsu ala sunani ratiba, na kupupia juu ya zile sunna ar-ratiba. Sunna ar-ratiba yani as-salawatu as-sunan ar-ratib, ni zile swala za sunna ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alidumu katika kuziswali, ndio zinaitwa as-sunan ar-rawatib allati hafadha alayha, wallati lam yuhafidh alayha falaysa minha. Na zile ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa anadumu katika kuziswali, basi haziingii hapo. Ambapo sasa ukitafsiri as-sunan ar-rawatib kwa maana pana, sio zile tu rakaa 10 ambazo zinaswaliwa ima ni qabla au baada ya al-faraidh. Kwa maana hii sasa an-nawafil allati hafadha alayha an-nabii sallallahu alayhi wasallam, bali zinaingia ibada zote za sunna ambazo Mtume alidumu katika kuzitekeleza, ikiwemo qiyamul layl wa ma ila dhalik. Ila kwa inda al-fuqaha sema sunna rawatib wana maana yao tofauti na hii maana ambayo ni pana, kile ibada ya sunna ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alidumu katika kuitekeleza. Wal hirsu ala salati al-eid fi al-musalla, na kupupia juu ya kuswali swala ya Eid fi al-musalla, katika eneo la kuswalia, eneo la wazi la kuswalia. Na hiyo ndio sunna kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kuswali msikitini isipokuwa kwa dharura, labda hamna eneo la wazi kubwa zaidi ya huo msikiti ambao mko nao, kama vile Makka. Utawapeleka watu wapi sasa? Msikitini kwenye watu wanajaa, wanaswali mpaka barabarani, wapi utawachukua watu kwa swali salatu al-Eid? Kwa hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kuwaswalisha watu isipokuwa pale, ukawakusanya watu, au katika sehemu zinginezo pia, au katika dharura, mfano kama vile mvua, mwezi mkaswali katika sehemu wazi kwa sababu ya mvua, au upepo mkali, au mnaofia usalama wa watu, labda kuna wanyama wakali. Ikiwa mtu ataswali, unaweza kushangaa ametoka chui ukapita na mtu. Kwa mkiswali katika msikiti, mlango mkaifunga na kuwa na amani, utaangaliwa hali dharura na dharura hiyo ambayo mko nayo.
lakini asli ni kusali salatul Eid katika musalla, katika maeneo ya wazi. Walkasbu alhalalu, na chumo la halali, tafuta riziki kwa njia ya halali, na chumo la halali pia ni katika ibada. Wa idkhalu sururi ala almuslimin, na kuingiza furaha kwa Waislamu, kwa lugha nyingine kuwafurahisha Waislamu wenzio. Wa idkhalu sururi ala almuslimin, na kuingiza furaha kwa Waislamu, uko unaongea nao vizuri, unafurahisha. Na hii ina maana pana, wasio na uwezo ukawasaidia wakapata furaha kupitia hilo. Washafaqatu bidhuafai, na kuwafanyia upole watu dhaifu. Washafaqatu bidhuafai, na kuwafanyia upole watu dhaifu. Wastina'ul ma'ruf, istana'a yastani', na kutengeneza wema na kufanya wema. Wastina'ul ma'rufi, na kufanya wema. Wadalalatu ala alkhairi, na kuelekeza juu ya khairi fulani, kuelekeza watu juu ya khairi, kuwafundisha watu dini, kuwapa watu mawaidha, kuwanasihi watu, kuwakumbusha watu, yote ni katika dalalatu ala alkhairi, kuwajulisha watu juu ya khairi fulani. Na hapa zinaingia khairun dunyawiyun wa ukhrawiyun, khairi za kidunia na akhera. Yani khairi za akhera maana yake ni ibada, na khairi za kidunia ni mazuri ya duniani. Kwa umeona kuna fursa ya kazi sehemu fulani, bwana ndugu yangu omba kazi utapata riziki, ukamuonesha mwenzio juu ya khairi fulani. Wad'awatu ila Allah, na kulingania kwa Allah, ukafanya da'wa katika siku hizi 10, pia ni katika ibada ambazo watu wanatakiwa wazikimbilie. Wasidqu fil bai'i washira, na ukweli katika kuuza na kununua, kuwa na ukweli katika kuuza na kununua. Wasidqu fil bai'i washira, na ukweli katika kuuza na kununua. Wadu'a lilwalidain, na kuwaombea wazazi wawili. Wasalamatu sadri, na kusalimika kifua. Wasalamatu sadri, na kusalimika kifua, kifua chako kikawa kimesalimika na chuki, husda, roho mbaya, khairu dhalik. Watarku shahna, na kuacha maugomvi, kuacha ugomvi na chuki. Watarku shahna, na kuacha ugomvi. Wa taalimu alawladi walbanat, na kuwasomesha watoto wa kiume na watoto wa kike, kuwasomesha dini yao na yale yenye manufaa na wao katika dunia yao. Wa taalimu alawladi walbanat, na kuwasomesha watoto wa kiume na wa kike. Wa taawunu ma'a almuslimin, na kusaidiana pamoja na Waislamu. Fima fihi khairun, katika yale ambayo ndani yake kuna khairi. Wataawunu ma'a almuslimin, na kusaidiana na Waislamu. Fima fihi khairun, katika yale ambayo ndani yake kuna khairi. Na hii ni kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wataawanu 'ala albirri wattaqwa wala taawanu 'ala alithmi wal'udwan, saidianeni katika wema na ucha Mungu. Wala taawanu 'ala alithmi wal'udwan, ay wala tataawanu, wala taawanu 'ala alithmi wal'udwan, na wala msisaidiane katika uovu na uadui. Kwa Uislamu anatakiwa kusaidiana katika wema. Sheikh anasema wataawunu ma'a almuslimina, na kusaidiana pamoja na Waislamu. Fima fihi khairun, katika yale ambayo ndani yake kuna khairi. Mpaka hapo tunakuwa tumekamilisha risala yetu hii ambayo tulikuwa tumekusudia kuisoma katika siku hizi 2. Lakini kwa kumalizia darasa letu, ningependa kutoa ukumbusho katika jambo. Siku ya leo Jumapili ni Dhulqaada 29. Kwa hiyo leo watu wataangalia mwezi
kama alivyoelekeza mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwezi uko utaonekana, basi kesho Jumatatu tunaanza Dhulhijja 1. Maana yake tutakuwa tumeingia masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, masiku bora katika mwaka. Sasa kwa mtu ambaye ana nia ya kuchinja katika siku ya Eid na zile siku za tashriq, mtu ambaye ana nia ya kuchinja ana maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, atakayekuwa na nia ya kuchinja, fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min afarihi shay'an, basi asichukue chochote katika nywele zake wala kucha zake. Maana yake asinyoe nywele zake zozote za sehemu yoyote, asinyoe wala asipunguze, na pia asikate kucha zake mpaka pale atakapotekeleza ibada yake ya kuchinja. Huu ndio mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mtu ambaye ana nia ya kuchinja katika siku ya Eid na zile siku za tashriq. Sasa kuna watu hawezi kukaa na kucha ndefu, na kuna watu hawezi kukaa na nywele nyingi. Kwa hiyo mtu ambaye ana nia ya kuchinja na anaona kwamba ana nywele nyingi, ana kucha ndefu, aitumie siku hii ya leo kufanya usafi huo wa kucha zake na nywele zake, kwa sababu ana siku 10 au siku 9 mbele yake zinakuja. Ukawa mtu hawezi kuvumilia hivyo, lakini pia ni katika usafi. Ukiwa na kucha ndefu utawakera baadhi ya watu, ukiwa na nywele nyingi unaweza ukawakera baadhi ya watu, hasa nywele za baadhi ya watu wengine. Kwa hiyo mtu atumie fursa hii ya siku ya leo kufanya usafi huo, ili asije akaingia kwenye katazo alilolikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ili aweze kutekeleza ibada yake kwa usahihi na ufanisi. Huo ndio ukumbusho ambao nimekusudia kuwakumbusha, na mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa zetu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.